siku moja ametoka katika mawindo yake Esau, amechoka sana, karudi nyumbani kakuta ndugu yake ameandaa dengu. Akamwambia, ndugu yangu, nigawie kidogo hicho chakula cha dengu. Akasema, no problem, niuzie kwanza haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Akasema, kwani inanisaidia nini kuitwa mzaliwa wa kwanza alafu mimi nakufa na njaa? Chukua. Akasema, niapie. Akaapa haraka sana. Yakobo akachukua dengu na mkate. Kwa namna hiyo Esau alidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Lakini Esau alikuwa na matatizo zaidi. Katika Waebrania 12 mstari ule wa 16, Biblia inasema, asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Hili neno asiyemcha Mungu Kiingereza kinasema profane, yaani mtu wa hovyo ambaye hata mazungumzo yake hayafai kuyasikiliza. Hamalizi sentensi mbili bila kutamka neno la hovyo. Inavyoonekana huyu jamaa alikuwaga hivyo, asiyemcha Mungu, mtu wa mwilini, hana mpango wa kwenda mbinguni, hatafuti urithi. Yeye shida yake ni leo, nile sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaona, alimzaa mtoto anaitwa Elifazi, na Elifazi akabeba tabia ya baba yake, akaenda kwa kahaba, akaenda kwa kimada Timna, akazaa naye mtoto anaitwa Amaleki. Nakupa picha tu muelewe Amaleki kidogo na historia yake. Tuko pamoja wapendwa?